Mm. Wakati mwingine rafiki zako wanaweza kukuambia ukweli, lakini tatizo ni hili. Kuna ukweli ambao ni mgumu sana kuamini. Usiku mmoja katika jiji la Dar es Salaam, vijana wawili waliona kitu karibu na bahari ambacho hakikuwa cha kawaida. Walijua rafiki yao yuko kwenye hatari, lakini hawakujua kwamba ukweli waliokuwa wanajaribu kumwambia ungefungua mlango wa siri kubwa zaidi. Karibu kwenye sehemu ya 6 ya simulizi yetu Nilipendana na Jini wa Baharini. Hapa Simulizi za Giza. Usiku ule ule baada ya tukio la kutisha ufukweni, Juma na Salimu walikimbia bila kuangalia nyuma. Walipofika mbali kidogo na bahari, walipumua kwa nguvu. Salimu alikuwa bado anatetemeka. Bro, kile kitu tulichokiona baharini kilikuwa ni nini? Juma alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema polepole, sijui, lakini najua kitu kimoja. Kipi? Yule msichana wa Amani si wa kawaida. Kesho yake mchana walimtafuta Amani katika mitaa ya Kariakoo. Amani alikuwa anafanya kazi yake kama kawaida. Salimu akamvuta pembeni. Bro, tuna jambo la muhimu tunataka tukwambie. Amani akacheka. Mbona mnaonekana kama mmeona mzimu? Juma akasema kwa sauti nzito, labda tuliona kitu kibaya zaidi. Walikaa pembeni kidogo ya barabara. Juma akaanza kuelezea kila kitu walichokiona usiku ule. Alisimulia kuhusu alama za miguu za Amani pekee kwenye mchanga, mwanga wa ajabu machoni mwa Nura na kile kiumbe kikubwa kilichotokea baharini. Kadri walivyoongea, tabasamu la Amani lilianza kupotea, lakini bado hakukubali. Kisha akawaambia, nyinyi jamaa mnaangalia movie nyingi sana za kutisha, alisema kwa kicheko cha kulazimisha. Salimu akasema kwa hasira kidogo, bro, tunaongea serious. Lakini Amani alitikisa kichwa. Nura ni msichana wa kawaida tu. Juma akasema polepole, Amani, kama ni kawaida, kwa nini miguu yake haikuacha alama kwenye mchanga? Amani alinyamaza ghafla. Swali hilo lilimkumbusha kitu. Ni siku ambayo na yeye aliona alama za miguu yake pekee kwenye mchanga, lakini hakuona alama za miguu za Nura. Lakini bado alijaribu kupuuza. Usiku ulipofika tena, Amani alirudi ufukweni kama kawaida. Ama kweli Amani alishakuwa kipofu wa mapenzi ya Nura. Moyo wake ulikuwa na mawazo mengi. Dakika chache baadaye Nura alitokea gizani. Lakini safari hii Amani hakutabasamu hata mara moja. Alimwambia, Nura, nataka nikuulize kitu. Nura akamwangalia kwa utulivu, kisha akamwambia, niulize. Amani akasema polepole, rafiki zangu wanasema walituona jana usiku. Nura akamwambia, lakini jana si nilikwambia marafiki zako wako hapa? Nura aliendelea kumtazama tu. Kisha Amani akasema, na wanasema waliona kitu baharini. Sekunde chache za ukimya zikatanda. Kisha Nura akasema kwa sauti ya chini, na wewe unaamini walichosema? Amani akatikisa kichwa. Hapana. Nura alitabasamu kidogo, lakini tabasamu hilo lilikuwa na huzuni ndani yake. Lakini ghafla upepo mkali ulivuma kutoka baharini. Mawimbi yakaanza kupiga kwa nguvu. Nura aligeuka kuangalia baharini. Ghafla machoni pake kulionekana hofu. Kisha akasema, Amani, lazima uondoke hapa sasa hivi. Amani akashangaa, kuna nini tena? Alafu kila siku unapenda kunionyesha kwa stili hii?
una maana gani? Lakini kabla hajapata jibu, sauti nzito ilisikika kutoka ndani ya maji, sauti ile ile ya kutisha. Amani aligeuka kutazama baharini, na kwa mara ya kwanza aliona kitu akilini mwake kilianza kuleta hofu. Juu ya mawimbi kulikuwa na kivuli kikubwa kikisogea pole pole. Amani akasema kwa mshangao, Nura, kile nini? Nura hakujibu. Aliendelea kukiangalia kile kivuli, alafu akasema kwa sauti ya chini sana, Amani, wamenipata. Amani akashangaa, wakina nani? Nura akageuka kumtazama. Machoni pake kulikuwa na machozi, kisha akasema maneno ambayo yalimshtua Amani kabisa, Amani, kuna watu wanakuja kunichukua. Amani akashtuka na kuuliza, kukuchukua na kukupeleka wapi? Lakini kabla Nura hajajibu, upepo mkali ulivuma ghafla, na kwa sekunde chache mwili wa Nura ulianza kupotea polepole mbele ya macho ya Amani, kana kwamba anageuka kuwa ukungu. Amani alipiga hatua mbele kwa hofu na kusema, Nura! Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Nura alikuwa ametoweka kabisa, na kilichobaki ni sauti ya mawimbi ya bahari tu. Jambo la kushangaza, Amani hakuwa na hofu wala kushangaa. Zaidi na zaidi, alijawa na upweke ambao hakutamani kuwa nao. Alihisi kama amepotezana na mtu muhimu kwenye maisha yake. Amani alipiga kelele na kulia, kana kwamba kujiuliza, Nura ni nani? Na alikuwa nani? Na amepotea kwa sababu gani? Yeye kikubwa ni moyo ulikuwa unamsukuma na mapenzi yake. Lakini jambo ambalo Amani hakujua ni hili. Mbali kidogo gizani, watu wawili walikuwa wamesimama wakitazama tukio lote. Hawakuwa Juma wala Salimu. Walivaa mavazi meusi, na mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, hatimaye tumempata. Mwingine akajibu, lakini kijana huyu anaonekana kumpenda kweli. Wa kwanza akacheka kidogo, kisha akasema, hilo halijalishi. Sehemu ya 6 imeishia hapa kwa leo. Tusikose sehemu ya 7 ya simulizi yetu Nilipendana na Jini wa Baharini, hapa hapa Simulizi za Giza.